And the dangerous diseases in our generation. Jana tulipata kujifunza kuhusu magonjwa hatari katika kizazi chetu. Today we are going to learn from the Bible. Leo tutajifunza kutoka kwa Biblia. A massive earthquake brought the greatest blessing. Basi tetemeko kubwa la ardhi ambalo lilisababisha mibaraka mikubwa. The moment we hear the word earthquake, pindi tu tunaposikia neno mtetemeko wa ardhi, there is so much panic in our mind. Basi panakuwa na hofu kwetu sisi. We get so much fear. Sisi ni wenye kujawa na woga. And often our body will really shake. Kila mara mili yetu itapata kutetemeka. There is so much of worry in our heart and mind. Basi pana hofu katika mioyo na hata katika fikara zetu. Because earthquake brings so much of destruction and pain and suffering and death. Maana mtetemeko ya ardhi inasababisha uharibifu, inasababisha machungu na hata inasababisha vifo. Then how can a big earthquake can bring a big blessing? Iweje mtetemeko wa ardhi mkubwa ulete mibaraka mikubwa? We want to study that from the Bible. Basi tutajifunza hayo kutoka kwa Biblia. And Jesus taught on the Mount of Olives. Na Yesu alipata kufunza akiwa katika mlima wa Mizaituni 2000 years ago. Miaka 2000 iliyopita. And he told in Matthew chapter 24 verse 7. Alipata kunena katika Mathayo 24 fungu ni 7. Before the second coming of Jesus, kabla ya kurudi kwake Yesu mara ya pili, there will be great earthquakes in different places. Patakuwa na mitetemeko mikuu ya ardhi katika sehemu tofauti tofauti. But I want to tell you, my brothers and sisters, lakini nawanenea hivi ndugu pamoja na dada, God will bless each one of us who are here. Mungu atabariki kila aliye hapa in the sanctuary of God, katika hekalu lake Mungu. Those of you who are joining us online from many places, walio hewani katika sehemu nyingi. And now yesterday few people told me, they called me on WhatsApp and said, from India, they said, we are also watching your message. Jana wengine walipata kunipigia simu kutoka bara la India wakiniambia, tazama hata sisi tunatazama ujumbe wako. And that live link what we provided, so they're watching our program here. Katika hili juma ambalo sisi tumekuwa nalo na mambo ya hewani, wamekuwa wakitazama kutoka hapa. God bless all of us. Mungu apate kutubariki kwa ujumla. But my brothers and sisters, I want to request each one of you, ndugu pamoja na dada, na wasi kila mmoja wenu, do a small homework. Basi fanya kazi yako ya ziada. Not now, but this evening. Si sasa hivi, lakini leo jioni. Check in your now mobile. Ebu tazama simu yako ya rununu. Or if you have your laptop or desktop. Kama una tarakilishi ama patakalishi, check online. Basi ebu angia kwenye mtandao. What are the major earthquakes took place in the last 40 years? Mitetemeko mikuu ya ardhi iliyotukia miaka 44 iliyopita ni ipi? I want to tell you there are so many shocking big earthquakes around the world in the last 40 years. Na uhakikishia ya kwamba pamekuwa na mitetemeko mikuu ya ardhi ambayo ni yenye kutishia sana katika miaka 40 iliyopata kupita. Some of those earthquakes killed something like more than 500,000 people in China. Baadhi ya mitetemeko ilipata kuua watu zaidi ya 500,000 katika nchi ya Uchina. But now all the major earthquakes, basi ile mitetemeko ya ardhi mikuu just occurred in the last 40 years. Basi ilipata kutukia miaka 40 iliyopita. If you read the history of earthquakes, basi unaposoma historia ya mitetemeko ya ardhi, and we have the historical record, na vile vile tuko na ripoti za kihistoria from 9th century AD. Basi tangia mwaka wa century ya 9 baada ya kuzaliwa kwake Yesu. If you look at those details, unapotazama kwa kina, in 100 years, katika miaka 100, only one big earthquake, pamekuwa na tetemeko moja kuu la ardhi somewhere in the world. Hapa katika ulimwengu. That's what happened. You check and
in 1 century, that means 100 years, only one big earthquake which killed more people. Basi katika senchuri moja ambayo ni miaka 100 ni tetemeko kubwa la ardhi lililotukia ni moja. But in the last 40 years, Lakini miaka 40 iliyopita, every year there was an earthquake. kila mwaka pamekuwa na tetemeko la ardhi. It is so sad in some places, 2 earthquakes in major earthquakes in the same year. Ni jambo la kutamausha ya kwamba katika sehemu zingine panakuwa na tetemeko 2 za ardhi katika mwaka mmoja. For more than something like over 1,000 years, only one earthquake in 100 years. Basi zaidi ya miaka 1000, tetemeko moja tu katika miaka hiyo. Why more earthquakes now? Basi iweje sasa hivi tuna mitetemeko Because mingi? Jesus told, Maana Yesu alipata kunena before the second coming of Jesus, kabla ya kuja kwake Yesu mara ya pili, this is going to be a clear sign. basi hii itakuwa ni ishara ya There wazi. will be earthquakes in various places in the world. Patakuwa na mitetemeko katika kila sehemu ya nchi. That's why wherever there is, now whenever you hear or read or watch about the earthquake, Basi kila mara unapotazama ama kusoma ama kusikia kuhusu mitetemeko ya ardhi, that is a clear warning for every believer that Jesus is coming sooner. ni onyo la wazi kwa kila muumini ya kwamba Yesu yuaja hivi karibuni. As human beings, we think, oh, that is somewhere in Indonesia. Why should we worry in Kenya? Basi kama binadamu sisi tuwatafakari tukisema, jamani, tetemeko hilo limekuwa mbali pale Indonesia, mbona sisi tuwe na hofu hapa Kenya? You remember over 2 weeks ago there was earthquake in Indonesia? Basi majuma mawili yaliyopita palikuwa na mtetemeko pale Indonesia. Oh, sometimes we say, oh, that is somewhere in Mexico. Why should we worry here? Basi mara nyingine tunanena imekuwa pale Mexico, mbona sisi tuwe na hofu hapa? But I want to tell you, my brothers and sisters, wherever there was earthquake, Na wanenea hivi ndugu pamoja na dada, palipo Wherever there is na tetemeko, wherever there is earthquake is going to happen. palipo na tetemeko, That is a clear sign for each one of us to make necessary spiritual preparation to go to heaven. ni ishara ya wazi ya kwamba sote tupate kujiandaa kiroho kwa ajili ya kuenda mbinguni. But this evening we are going to look at that big earthquake, that's what we call massive earthquake, brought a big blessing. Basi siku ya leo tutatazama kuhusu tetemeko lile kubwa kabisa ambalo tunaliita tetemeko kuu, ambalo lilileta mibaraka mikubwa. When Jesus was crucified, when Jesus was on the cross, Yesu alipopata kusulubishwa pale msalabani, and at around 3 o'clock, just before few moments before his death, basi saa 9 kabla ya muda wake wa kufa, there was a big earthquake. pakawa na tetemeko kubwa. We read that one in Matthew chapter 27 verse 51. Tunasoma hayo katika Mathayo 27 na fungu ni 51. But what was that clear sign? Basi ishara ya wazi ni ipi? That was the clear sign for all the Jewish leaders and Jewish priests. Ilikuwa ni ishara ya wazi kwa Wayahudi pamoja na makuhani. Jambo moja li hapa. When Jesus was there on the cross and when there was earthquake, I want you to see the centurion and the Roman soldiers. Basi Yesu alipokuwa pale kwenye msalaba na pia pana tetemeko la ardhi, ninataka mumuone yule akida pamoja na askari wa Kirumi. These heathen people looked at that. Hawa watu wa kimataifa walipata kutazama. There was already thick darkness from 12 o'clock up to 3 o'clock. Palikuwa na wingu jeusi tangia saa 6 hadi saa 9. On top of that, there was a big earthquake. Na zaidi ya hayo pakawa na tetemeko kuu. It was a great earthquake. Basi palikuwa ni tetemeko kubwa. Because we read when the rocks were now broken into pieces. Maana mawe yalipata kuvunjika vipande vipande. And we read that rocks were rent. Na vile vile tukapata kusoma ya kwamba haya yalipata kufurushwa. When the centurion looked at that, Basi akida alipokuwa yuatazama pale, that heathen man yule mtu ambaye hamchi Mungu and a tough police officer na askari ambao ni askari shujaa and over 100
Roman police. na zaidi ya askari 100 wa Kirumi. What did he say? Basi alipata kunena He vipi? is truly the Son of God. Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Heathen men acknowledged that Jesus was Son of God. Mtu wa kimataifa alipata kuitikia kwamba Yesu ni mwana wake Mungu Because of that supernatural event of darkness from 12 o'clock up to 3 o'clock in the afternoon, as well as that big earthquake. maana ya tukio lisilo la kawaida tangia saa 6 hadi saa 9 wingu la giza na vile vile lile tetemeko kuu la nchi. But did anybody die? Lakini pana mtu aliyepata kuwapoteza maisha. Whenever there is a big earthquake comes, so many people die. Panapokuwa na mitetemeko mikuu, watu hupoteza maisha kwa wingi. And so many houses completely, they just fall down. Na nyumba kwa wingi huanguka chini. But nothing, no damage done. Lakini hapakuwa na uharibifu Because wowote. God permitted this earthquake Maana Mungu ndiye chanzo cha To huu mtetemeko. to show those people that they are killing the Son of God. Kudhihirisha kwa watu ya kwamba wao wanamuua mwana wake Mungu. That became an important saving turning point to the centurion. Basi ikawa ni wakati wa akida kukua kuongoka kwa sababu ameona tukio la muhimu. We don't have much details about the centurion. Hatuna mambo mengi yakina kumhusu huyu akida. Did he become a believer by looking at that letter? Alipata kuwa muumini kwa kuangalia hayo. Because he said he is truly the Son of God. Maana alipata kukiri kwamba hakika huyu ni mwana wake Mungu. Did that heathen police officer and did he become a believer later? Huyu askari asiyemjua Mungu jamani alipata kuwa muumini? We do not know. Sisi hatujui. Maybe by some Bible scholars suggest. Lakini wasomi wa Biblia wengine husema hivi. Maybe was he that Cornelius, the centurion? Huenda ikawa huyu akida ni yule Kornelio With whom angel came and spoke to him in Acts chapter 10. ambaye malaika alipata kunena pamoja na yeye katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ni ya 10. Maybe. Huenda ikawa. Or may not be. Huenda ikawa si yeye. But one thing was sure. Lakini jambo moja ambalo ni la This hakika. heathen tough Roman police officer Huyu askari ambayo ni wa Kirumi na ni mwenye ukakamavu accepted Jesus as the true Son of God. alikiri ya kwamba Yesu ndiye mwana wa kweli wa Mungu. My brothers and sisters, Jesus is coming sooner than what we are expecting. Basi ndugu na dada, Yesu yaje hivi karibuni pasi na matarajio yetu. Oh, when we go to heaven, I want to ask Jesus. Basi nitakapofika mbinguni nataka nimuulize Yesu. Jesus, did that centurion, did he convert and did he come to heaven? Yesu huyu akida alipata kuongoka na jamani amefika mbinguni. I want to meet him. Who is that person? Mimi nataka kukutana pamoja naye nipate kumtambua. I'm confident that surely that centurion would have converted later and become a believer and is going to be in heaven. That's what is my personal belief. Nina uhakika ya kwamba huyu jamaa alipata kuongoka na sasa hivi yeye pia atakuwa baadhi ya waliokuwa mbinguni, maana yake huko ndio kuamini kwangu. This earthquake at the time of Jesus' death Huyu mtetemeko wakati Yesu akiwa yuapa was for the salvation of others also. ilikuwa ni kusudi wengine wapate wokovu. It's not for the destruction or the death of people. Halikuwa lilete maafa. It is for the salvation of others. Ilikuwa ilete wokovu kwa wengine. 3 days later, Basi baada ya siku 3 Jesus resurrected on the early morning of that first day of the week. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. We read in Matthew chapter 28 verse 2. Tunasoma katika Mathayo 28 fungu ni la 2. When Jesus resurrected, there was a big earthquake again. Yesu alipopata kufufuka basi tena pakawa na mtetemeko mkubwa. Did anybody die? Pana mtu aliyekufa. Was there any damage to the property? Palikuwa na uharibifu katika mali. Did any animals die? Pana wanyama kupata kuangamia. Did the houses in Jerusalem collapse? Nyumba zilipata kuanguka. Whenever big earthquake comes, that's what happens. Panapo tetemeko kuu basi hayo ndio matukio. And the houses fall and the animals die and human beings also die. Nyumba zaanguka, wanyama wakufa na pia binadamu wakufa. But no damage done. Lakini hapakuwa tena na uharibifu. Not even animals died. Hata wanyama hawakufa. And then what was the purpose for which God allowed that
earthquake at his resurrection? Iweje Mungu alipata kuruhusu lile tetemeko wakati wa kufufuka kwa Yesu? We read Tunasoma in Matthew chapter 27, Mathayo 27 verse 52 and 53. fungu ni 52 pamoja na 53. When Jesus resurrected, Yesu alipopata kufufuka because of that earthquake, kwa sababu ya tetemeko la nchi, many saints who died and became mud for so many years in the Old Testament time, watakatifu wengi waliokufa ambao walijulikana katika Agano la Kale, they resurrected with immortal bodies. walifufuka wakiwa na miili. What a greatest blessing! Basi ni mibaraka mikubwa. This earthquake at the time of Jesus' resurrection, Huu mtetemeko wakati ambapo Yesu yuafufuka, and it brought a greatest blessing because so many those saints of God who lived a good life following the 10 commandments, following the Bible, and they died and they buried. Surely their families cried in those days. But the greatest blessing was they came back alive with immortal bodies. ya kwamba hawa watakatifu ambao waliishi na familia zao, hakika familia zilipata kulia kwa majonzi kwa sababu wamekufa, lakini mtetemeko ulipotukia walipata kufufuka wakiwa na mili yao. And we read in Matthew chapter 27 verse 53. Tunasoma Mathayo 27 fungu ni 53. After resurrecting, those saints went into the holy city, that is Jerusalem city. Baada ya watakatifu kufufuka na kuelekea katika mji mtakatifu wa Yerusalemu, They witnessed to the people in Jerusalem city. walipata kuwa mashahidi kwa watu waliokuwa katika mji wa I can Yerusalemu. imagine some of those people before the time of the flood. Basi hebu tafakari hao watu kabla ya mafuriko. They may be very tall people. Walikuwa ni watu wenye ni warefu kwa kimo. We know that in the time of King David, Tunaelewa hayo katika nyakati za mfalme that Daudi. Goliath was almost 10 feet tall. Goliathi alikuwa ni futi 10 kwa urefu. But the people before the flood, Na watu kabla ya mafuriko they were very strong and tall. walikuwa ni watu wakakamavu pamoja na warefu kwenye kimo. We are not told their names who resurrected. Hatujui majina ya waliofufuka, But I can imagine so many people from that before the flood time also resurrected. basi mimi natafakari ya kwamba hata wengi kabla ya mafuriko walipata kufufuka siku ile, And appeared to the people with immortal bodies. na waliwaonekania watu wakiwa na mili yao. See the blessing what earthquake brought? Basi unaona mibaraka ya tetemeko. Big earthquake brought biggest blessing. Tetemeko kuu likaleta mibaraka mikubwa. But I want to tell you, my brothers and sisters, Lakini na wanenea ndugu pamoja na I want dada, you to see this angry Satan. mimi nataka mumuone Ibilisi mwenye hamaki. Can Satan also bring earthquake? Ibilisi anaweza sababisha tetemeko. Many times we are also thinking Kila mara sisi tuwapata kufikiri only Jesus can bring earthquake. ni Yesu tu mwenye kuleta tetemeko. Only God of the Bible has the power and capacity to bring earthquake. Ni Mungu wa Biblia ambaye ana uwezo na nguvu za kuleta tetemeko. But Satan cannot bring, we are thinking that way. Lakini sisi tuwafikiri ya kwamba Ibilisi ana uwezo wa kuleta tetemeko. But I want to tell you, Satan also has the power to bring earthquakes. Lakini nawahakikishia kwamba Ibilisi ana uwezo wa kuleta Satan tetemeko. can bring sickness. Ibilisi analeta magonjwa. Satan can bring cyclone. Ibilisi pia ana uweza wa kuleta tufani. Satan can bring flood. Ibilisi anaweza kuleta mafuriko. That's why don't underestimate the power of Satan. Basi usifanye nguvu za Ibilisi ziwe chini. But whenever earthquake comes, Lakini tunapokuwa na tetemeko, whenever some storm, some cyclone comes, wakati tunapokuwa na kimbunga na hata pepo kali, many people die. watu wengi hupoteza maisha. Even we the Christians also. Hata pia sisi Wakristo, Even we the members of the remnant church also. hata walio katika kanisa la masalio, We blame that loving Jesus. sisi ni kuweka lawama kwake Yesu mwenye upendo. We say, why did he bring this cyclone? Mbona yeye akapata kutuletea kimbunga? Why did he bring this flood? Mbona yeye akatuletea mafuriko? Why did God bring this earthquake? Mbona Mungu ni mwenye kusababisha tetemeko? We blame that loving Jesus who gave his life for us on the cross of Calvary. Tunarundika lawama kwake Yesu aliyetupatia maisha yake pale msalabani wa Calvary. But I want to tell you, my brothers and sisters, Lakini nawaambia hivi ndugu pamoja na it is dada, not the work of Jesus. sio kazi yake Yesu. Satan also can bring these calamities. Ibilisi pia anaweza kusababisha haya
majanga. See, look at Job. Hebu mtazame Ayubu. In the time of Job, Nyakati za who brought Ayubu. all of those calamities after calamity to Job, Basi Ibilisi ndiye kumletea janga na janga na janga kwake Ayubu. including that sickness. Hata alisababisha He ugonjwa. lost, he lost everything in one day. Alipata kupoteza kila kitu kwa siku moja. He became so sick. Basi akawa ni mgonjwa mahututi. As I said yesterday, Namna nilivyowanenea siku ya jana. that must be very, very contagious disease. Basi huu ni ugonjwa wa kuambukiza Worse than coronavirus. ambao ulikuwa mbaya zaidi ya virusi vya corona. That's why Job's friends came and sat far from him and they were talking from Ndiposa there. rafikize Ayubu walipata kuketi kwa umbali walipokuwa wakinena pamoja naye. My brothers and sisters, Ndugu pamoja na dada, when you also suffer sickness, unapokuwa na magonjwa or one of your family members, ama baadhi ya mtu katika familia, or somebody, let us say your animals die because of some sickness or some calamity, ama wanyama wako wapate kufa kwa ajili ya magonjwa fulani ama janga fulani, or when our children get sick or when they die, ama watoto wetu wanapogonjeka au kufa, do we also blame God? sisi tunarundika lawama kwake Mungu? Let us learn that it is not the work of loving God. Hebu tujifunze ya kwamba hiyo sio kazi ya Mungu mwenye upendo. It is not God's plan to bring some storm and some earthquake to kill people. Si mpango wa Mungu ya kwamba alete pepo kali ama alete mitetemeko kusudi auwe watu. That is only the work of Satan. Basi hiyo ni kazi yake Ibilisi. But I want to tell you, my brothers and sisters, Lakini nawaambia ndugu pamoja na dada, and Job's faith was not shaken. imani yake Ayubu haikutingisika. This is what we have to learn in this ending of the end time. Basi tujifunze haya katika nyakati za mwisho wa mwisho. That's what Jesus told us this warning 2,000 years ago. Yesu akapata kutupa ili onyo miaka 2000 iliyopita. That saying, wars will come, then sickness will come, that is pestilence, and the earthquakes will come. Jesus gave this warning. Yesu alitupa onyo ya kwamba patakuwa na vita, patakuwa na tauni, patakuwa na magonjwa. Tayari alishatupa onyo. That's what we are reading in Matthew chapter 24 verse 7. Tunasoma katika Mathayo 24 fungu ni la 7. In spite of all of that calamity and also sickness in the body of Job, what did Job say? Licha ya janga na hata magonjwa katika mwili wake Ayubu alitamka vipi? We read in Job chapter 1 verse 21. Tunasoma katika Ayubu 1 fungu ni 21. I came naked into this world. Nilitoka nikiwa uchi katika ulimwengu. I will go naked from this world. Naam, nitarudi nikiwa uchi. All of us know this one. Basi sote tuwajua haya. When we are born, we don't have even clothes. Tunapozaliwa hatuna hata mavazi. The day we die, Na siku tunapokufa, how rich you may be, iweje wewe ni tajiri, how great you may be on this earth, haijalishi wewe ni mkuu, how important job you may have, haijalishi una kazi ya muhimu, or you may be the leader of some nation. haijalishi wewe ni kiongozi wa taifa fulani, You cannot take anything when you die. hauendi na chochote unapokufa. That's what Job says. Ayubu alipata kutamka hivyo. I came naked and I'll go naked. Nilikuja nikiwa uchi, nami nitarudi nikiwa uchi. That's why we should also say in this ending of the end time. Naam, na hivyo tutamke vivyo hivyo katika nyakati za mwisho wa mwisho. Whenever any calamity strikes any one of us, Unapopokea janga lolote lile, whether it is earthquake or a storm or a flood or some sickness, iwe ni ugonjwa, iwe ni tufani, iwe ni magonjwa ama chochote kile, let the name of God be praised. hebu na jina la Bwana litukuzwe. Job says in Job chapter 1 verse 22. Ja, Ayubu atamka hayo katika Ayubu 1:22. Let the name of God be blessed. Na jina la Bwana lipate kubarikiwa. That's why, my brothers and sisters, Ndiposa ndugu pamoja na dada, let us learn this important truth to trust in Jesus. hebu tujifunze huu ukweli ya kwamba tumwamini Yesu. Jesus only can care for us even in the time of Ni crisis. Yesu tu mwenye kutuchunga hata nyakati za migogoro. So Jesus can help you and help each one of us even in the time of any crisis. Yesu atakusaidia na atatusaidia yeyote yule hata nyakati za migogoro. I want to take a clear look at this message or words of Spirit of Prophecy in Great Controversy book. Basi ningependa muweze kuangalia haya maneno ya roho ya unabii katika kitabu ni Vita Kuu.
page 589, the point 3. Basi ukurasa ni 589.3. Now, Satan can bring Ibilisi anaweza leta sickness, magonjwa, and Satan can bring down the cities, and Satan can destroy the cities. Ibilisi anaweza kuangusha miji na kusababisha uharibifu kwenye miji. That's what partially happened during the coronavirus. Basi hicho kilitendeka kidogo tu katika msimu wa corona. Most of the people who suffered and died are from the cities and towns. Waliokufa wengi na kuteseka ni katika miji na miji mikubwa. Because Satan can bring, as Satan brought to Job, Satan can bring even sickness even in our days. Ibilisi namna alivyomletea Ayubu magonjwa, yaweza sababisha magonjwa hata zama zetu. And take a clear look at that. Na hebu kumbuka pia waweza kufa. Satan can bring accidents. Ibilisi anaweza sababisha ajali. Accident in the air, and accidents on the sea, and accidents on the land. Ajali katika nchi, katika bahari na hata katika anga. That's what accidents in the air means, the air crash. Basi tunaponena kuhusu ajali kwenye anga, basi ni ndege kupata kuanguka. Accident at the sea is a shipwreck. Basi ajali katika bahari ni kwamba meli ipate kuvunjika vipande au kuzama. Accidents on the land is this car accident, the bike accident, and all kinds of road accidents. Ajali kwenye ardhi ni kwamba ajali katika gari ama pikipiki ama vyombo hivi vyote ambavyo tunatumia kwenye usafiri. That is the work of Satan. Hiyo ni kazi yake Ibilisi. He can bring flood. Basi yaweza sababisha He mafuriko. can bring the tidal waves, that is a tsunami. Basi anaweza kuleta kimbunga ambacho ni tsunami. The tidal waves is in those days when Great Controversy book was written, the word tsunami was not in use. Basi huo wakati kabla ya neno hili tsunami kutumika, but that is translated or written as a tidal waves. Basi tunasema hilo ni upepo ama dhoruba kwenye bahari. And all kinds of storms. Na kila aina ya dhoruba. But notice the last one, earthquakes also Satan brings. Basi gundua ya mwisho ya kwamba Ibilisi anaweza sababisha mitetemeko ya ardhi. In 1,000 different ways. Katika njia tofauti 1,000. Satan is present in this world. Ibilisi yumo katika ulimwengu. Satan is bringing all of this calamity after calamity. Ndiye mwenye kusababisha janga baada ya lingine. That's why Jesus, as a loving Savior, gave us this warning 2,000 years ago. Ndiposa Yesu kama mkombozi mwenye upendo alipata kutupa onyo miaka 2,000 iliyopita. So that we should be prepared prayerfully. Ili tupate kujiandaa tukiwa kwenye maombi. Even if that calamity comes to us like Job. Hata tuwe na majanga sawa na Ayubu. Let the name of God be blessed. Hebu na jina la Bwana lipate kubarikiwa. Surely, my brothers and sisters, hakika ndugu pamoja na dada, we need to understand this important point. lazima tupate kuelewa nukuu ya muhimu. But as I said, if God brings any calamity, basi Mungu akisababisha janga, if God permits a cyclone or that earthquake or a flood, anything, akikubali pawe na kimbunga ama pawe na chochote kile, tuseme mafuriko na chochote kile, it will not bring any destruction. basi hakitasababisha uharibifu. All of us know in the time of Jonah, sote tuelewa nyakati za Yona, God permitted that storm, that cyclone. Mungu alipata kuruhusu dhoruba na ile kimbunga. Did anybody die? Pana mtu aliyepoteza maisha. Not even one person died. Hamna hata moja aliyepoteza maisha. So, because God permitted it, so God's, like why God, the purpose for which God permits that calamity like cyclone or that earthquake or flood, it is to teach a spiritual lesson to His people. Mbona Mungu asababishe kimbunga ama tufani au mafuriko? Ni kwa sababu anataka tupate kujifunza kiroho. That's what God, when He permits the earthquake also, anaporuhusu tetemeko la ardhi, not to destroy anyone but to bring glory and honor to His si name. kwamba asababishe uharibifu, bali alete utukufu katika jina lake. In the early church, I want you to notice, basi katika kanisa la kwanza ningependa mpate kugundua, apostles like Peter, John, and other disciples were gathered for prayer. Wanafunzi kama Petero, Yohana na wengine ambao wamejisanya kwa ajili ya maombi. While they were praying, walipokuwa kwenye maombi, there was a big earthquake. pakawa na tetemeko kuu.
and the place where they stood, like gathered there for praying, na mahali ambapo walisimama kwa ajili ya maombi, there was a big earthquake. pakawa na tetemeko kubwa. We read that one in Acts chapter 4 verse 31. Tunasoma hayo katika Matendo ya Mitume 4 na fungu ni 31. Did that house where they gathered, did it fall? Basi nyumba hiyo ilipata kuanguka? Not at all. La hasha. Did anybody die? Pana mtu aliyepata kufa? No. La. Was there any damage to the property of anybody? Palikuwa na uharibifu katika miliki yoyote ile? No. La. We read in Acts chapter 4 verse 32. Tunasoma katika Matendo ya Mitume 4 na fungu ni 32. And that was a sign, the earthquake was a sign of God saying, I am with you, my children. Mtetemeko ulikuwa ni ishara ya kwamba Mungu ananena kwamba mimi ni pamoja nanyi, wana wangu. They were filled by the power of the Holy Spirit. Walipata kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. So the earthquake was a sign to say, okay, I'm going to give you a special power. Sasa mtetemeko ilikuwa ishara ya kunena kwamba hakika mimi nitawapa nguvu za kipekee. And these apostles began to preach with so much of power and strength. Na hawa wanafunzi wakawa ni wenye kuhubiri wakiwa na nguvu na ukakamavu. And they started preaching with so much of enthusiasm and zeal. Na wakawa ni wenye kuhubiri wakiwa kakamavu na raha. So many people believed in the preaching. Wengi wakapata kuamini mahubiri. Which means that earthquake which God permitted in Acts chapter 4 verse 31 and 32. Ina maana kuwa yule tetemeko ambayo Mwenyezi Mungu alipata kuruhusu katika Matendo ya Mitume 4 31 na 32 brought salvation to so many people. ilipata kuleta wokovu kwa watu wengi. Not destruction to anyone. Si uharibifu kwa yeyote yule. That's what I said. Massive earthquake brought the greatest blessing. Ndiposa nanena nikisema tetemeko kuu laleta mibaraka mikubwa. My brothers and sisters, Ndugu pamoja na dada, we are living in the ending of the end time. tunaishi nyakati za mwisho wa mwisho. Jesus is about to come back the second time. Yesu yaja hivi karibuni mara ya pili. That's why so many earthquakes. Ndiposa tuna tetemeko kwa wingi. Thank God we don't have any earthquake here in Kenya or here in Kisii. Tunamshukuru Mungu hamna tetemeko Kenya wala mji wetu wa Kisii. Not that we are more righteous than those people who suffered the earthquake there in Indonesia or Mexico and other places. Si kwamba sisi ni wenye haki zaidi walio pale Mexikani ama Indonesia. Whenever there is earthquake, popote penye tetemeko, let us learn that important spiritual lesson. Hebu tupate kuwa na funzo muhimu la kiroho. To make every necessary spiritual preparation. Kupata kujiandaa katika kiroho vilivyo. You know in your life what is that lacking in your life. Unajua kile ambacho unakosa katika maisha yako. You know where you are at fault. Wewe unajua dosari yako ni ipi. You know what are the weaknesses in your life. Wewe unajua ulegevu wako ni upi. And give up all of those weaknesses. Na achana na dosari. Because Jesus is coming to take us to heaven. Maana Yesu yaja kutupeleka mbinguni. If you hold on to that small sin, ikiwa utashikilia dhambi yako ndogo, maybe that is drinking alcohol, uende kama wewe unatumia pombe, or stealing something, wewe ni mwizi, or that adultery, wewe ni mzinifu, that gives only short time enjoyment. Hiyo unapata raha tu kwa muda mchache. But Satan is giving us short enjoyment and taking away from each one of us that big blessing of eternal life. Ibilisi anakupa raha kwa kipindi kifupi, lakini anachukua mibaraka mikubwa ya uzima wa milele. My brothers and sisters, do you want eternal life and eternal joy in heaven, or that only short time, that so-called enjoyment in this world given by Satan? Ndugu na dada, unahitaji uzima wa milele na unahitaji kuishi milele, ama unataka ile raha ndogo ambayo ibilisi anakupa kwa muda mfupi? Paul and Silas went to preach in the city of Philippi. Paulo na Sila walipata kwenda kuhubiri katika nchi ya Ufilipino. Since they were preaching the gospel, walikuwa ni wenye kuhubiri injili, telling about Jesus, wakimnenea kuhusu Yesu, casting out the demons, wakikuwa wanapagawa, wakitoa mapepo in the name of Jesus, wakiponya wagonjwa katika jina lake Yesu. And these Paul and Silas were badly beaten by those heathen rulers. Na hawa walipata kucharazwa vilivyo na wale viongozi wa kimataifa. And they brought them and cast them into the high security prison. Na waliwaleta wakapata kuwafunga katika gereza ambalo lilikuwa na ulinzi mkali. You can read all of that account in Acts chapter 16. Hadithi hii utaisoma katika Matendo ya Mitume 16. This is not a made up story, but it's a really happened event
Hii si hadithi ya kubuni, bali ni tukio lililotendeka. And in the midnight, Na usiku wa manane they were in the prison. walikuwa wamo gerezani. Their legs were tied to that stock. Miguu imepata kufungwa karibu na ile miti. Nobody gave them food to eat that evening. Hamna chakula jioni hiyo. Nobody gave them any water. Hamna maji ya kunywa. Nobody, let us say, gave any medicine to just because they were their body was bruised and their blood was just oozing out. Hamna mtu wa kuwapa tiba, manake wanavuja damu na mwili umejaa majeraha. In such a pain, Na wakiwa kwenye haya machungu, they did not blame Jesus. wao hawakurundika lawama kwake Yesu. Oh Jesus, we came to witness for you. Yesu, sisi tulipata kuwa mashahidi wako Why wewe. you could not protect us? Mbona wewe haukupata kutulinda? Now we are not going to do this witnessing anymore. We are not going to preach anymore about Kamwe you. hatutakuwa mashahidi kwako wewe tena, Because you are not taking care of us. maana wewe hautulindi. They did not get angry. They did not blame God. Hawakuwa ni wenye hamaki wala wenye lawama. Whenever we have some sickness, Wakati sisi tunapatwa na magonjwa, whenever there is a storm and our property is damaged, wakati panakuwa na dhoruba na mali yetu inapata kuharibika, whenever there is some earthquake and our houses collapse and our property is damaged, wakati panakuwa na tetemeko, nyumba zinabomoka na miliki yetu inapata kuharibika, we question God and we blame God. tunauliza Mungu maswali mengi na tunapata kumpa lawama. Though Paul and Silas were beaten and their blood was oozing out, Paulo na Sila walipata kucharazwa na huku wanavuja damu. they did not blame God. Wao hawakumlaumu Mungu. My brother and my sister, do you blame God sometime? Mungu, ndugu na dada, wewe unarundika lawama kwake Mungu mara nyingine? Do you question God because of the suffering which you are going through? Unamuuliza Mungu maswali kwa sababu ya mateso ambayo wewe unapitia? And Paul and Silas were singing in the prison in the Paulo na midnight. Sila wakawa ni wenye kuimba kwenye gereza. Even in that pain also they were singing. Licha ya machungu wao wanaimba. When everything is nice, we are not singing. Wakati mambo yako bora sisi hatuimbi. Even in the pain also they were not blaming but singing and praising Lakini God. kwenye machungu wao ni kuimba na kumsifu Mungu. That's what we should do in this ending of the end time. Yapasa tufanye hivyo katika nyakati hizi za mwisho wa mwisho. Whether it is earthquake or whether it is storm or whether it is any flood or whether it is any coronavirus. Iwe ni majanga, iwe ni tetemeko la nchi, iwe ni tufani, iwe ni virusi vya corona. Still we should give glory to God and praise God. Yapasa tupatie Mungu utukufu na kumsifu yeye. As they began to sing, Walipoanza kuwa katika nyimbo, first time in that prison, basi mara ya kwanza wakiwa kwenye gereza, those prisoners who were there for so many months, maybe for some years also for a murder of someone. wengine wafungwa walikuwa kwenye gereza tuseme mwaka, wengine pengine walisababisha kifo cha mtu. They never heard anybody singing in the prison. Kamwe hawajasikia nyimbo kwenye gereza. They only heard people crying, Wao wamesikia tu maombolezo kwenye gereza, people cursing others. watu wakiwa ni wenye kulaumu na kulaani wengine. Because of that foolish fellow, I am here in the prison. Kwa sababu ya huyu mpumbavu, basi mimi nipo kwenye gereza. One day I go out of the prison, Nitakapotoka ndani ya I gereza, kill that fellow and his family also. mimi nitapata kumuua huyo jamaa pamoja na familia That's what yake. the people were cursing each other. Ndiposa watu wakawa ni wenye kulaani wengine. That's what there was the prison. Basi hicho ndicho kilichokuwa kwenye gereza. But these people were singing in the prison. Lakini hawa ni wenye kuimba kwenye gereza. You're thinking, what mad people these are, they're singing, what happened to them? Basi watu wakawa ni wenye kusajabu, mbona hawa wapate kuimba? And they were beaten, the blood was just oozing out of their body. How can they sing? Mbona waimbe na wamechapwa na damu ya vuja? Then God intervened. Na Mungu akapata kupenya. And we read in Acts chapter 16 verse 26. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 16:26. Suddenly there was a great earthquake. Pindi tu pakawa na tetemeko kuu. A big earthquake Tetemeko kuu which shook the whole prison building. ambalo lilitikisa jengo lote la gereza. All of those chains with which they were tied, all the prisoners, they were just now fell open. Minyororo yote basi kapata kuanguka ikiwa imefunguka. They were all set free. Wote wakawa huru. All of the strong metal doors of the prison, Milango ambayo ilikuwa imeshikilia gereza ambayo ni milango ya chuma, they were thrown open. milango ikafunguka wazi. And the officer of the prison, Na yule akida kwenye gereza he woke up from his sleep. alipata kuamka kutoka usingizi. Because other faithful night watchmen, they were there on the duty. This man was sleeping. Maana walinzi waaminifu walikuwa pale kwa ajili ya kushikilia usukani.
Kwa hivyo huyu jamaa akawa ni mwenye kulala. He also woke up because the earthquake was so violent. Maana sasa ni mwenye kugutuka, manake tetemeko likawa ni la tishio. When he opened his eyes, he could see in that darkness also, all the doors are wide open. Alipopata kufungua macho akaona kwenye giza ya kwamba milango yote He iwazi. thought all of those prisoners must have fled from the prison. Akawa ni mwenye kufikiria kwamba wafungwa wote wameponyoka kutoka gerezani. And he thought, now tomorrow surely the prison authority, the government officers, then they'll put me to death because all of those prisoners must have fled. Basi akawa ni mwenye kufikiria kwamba hivi kesho basi mimi nitawa ni mwenye kuuawa na serikali, manake wafungwa wote wamepata kuponyoka. He was about to stab himself to death. Yu tayari kujiua kwa ajili ya kufa. But Paul told loudly saying, sir, don't do any harm to you. We're all here. Na Paulo kwa sauti kuu akamkana akimwambia, Bwana usijiangamize, manake si tu hapa. He shouted for a small oil lamp. Basi akaitisha taa dogo la mafuta. Oh, his servants brought an oil lamp. Na mtumishi akapata kumletea taa. Because that only was the lamp in those days. Maana hiyo ndio taa waliokuwa wanatumika nyakati zile. And he came running. Na akawa ni mwenye kuja kwa kasi. He knelt in front of them. Akasujudu mbele In front yao. of Paul and Silas. Akasujudu mbele ya Paulo na Sila. And he was asking. Naye ni mwenye kuwauliza. We read that one in Acts chapter 16 verse 30 onwards. Tunasoma hayo katika Matendo ya Mitume 16:30 na kuendelea. So what must I do to be saved? Bwana nifanyeje ili niokoke? Paul answered immediately. Paulo akamjibu hapo hapo. We read in Acts chapter 16 verse 31. Tunasoma Matendo ya Mitume 16:31. Believe on the Lord Jesus, you and your family will be saved. Mwamini Yesu Kristo, wewe pamoja na familia yako mtapata wokovu. Immediately he took Paul and Silas outside. Vile vile akamchukua Paulo na Sila pale nje. Paul and Silas did not say, we are so hungry, give us food. Paulo na Sila hawakunena kwamba sisi twahisi njaa tupe chakula. They did not say, we did not drink for water for the whole afternoon and this evening. Give us little water. Hawakusema sisi ni wenye kiu, hatujakunywa maji tangia asubuhi hadi sasa hivi, hebu tupe maji tunywe. Or give us some hot drink. Hebu nasi tupatie kitu moto They did tupate not kunywa. ask for anything. Hawakuomba chochote. Paul began to preach. Paulo naye ni mwenye kuanza kuhubiri. Tell about Jesus. Akimnenea Yesu. That man said, Huyu jamaa akajibu, sir, give me baptism. jamani nipatie ubatizo. Paul baptized the prison officer as well as his family. Paulo ni mwenye kubatiza akida pamoja na familia. Then he took them home. Na akapata kuwarejesha nyumbani. And he cleaned their wounds. Na akapata kuosha majeraha yao. And he gave them food to eat that midnight. Na ni mwenye kuwapa chakula wapate kula usiku wa manane. I want you to see that greatest blessing because of the earthquake. Ningependa mtazame hiyo mibaraka mikubwa kwa sababu ya tetemeko kuu. That earthquake that midnight Hile tetemeko usiku wa manane brought a great blessing. lilisababisha baraka kubwa. What blessing? Ni baraka lipi? Salvation to the prison officer and his whole family. Wokovu katika akida pamoja na familia yake kwa That's why, ujumla. my brothers and sisters, I'm saying, Ndiposa ndugu pamoja na dada, mimi nanena hivi, if God permits an earthquake, Mungu akipata kuruhusu it's not to tetemeko, kill anyone. si kwa sababu ya kuua It's yeyote, not to destroy anyone. si kwa sababu ya kuangamiza It is yeyote, for the salvation of others. ni kwa sababu ya wokovu ya wengine. But Satan wants to destroy and kill people. Lakini ibilisi ni mwenye sababu ya kuua na kuangamiza watu. See the loving Savior? Unamtazama mkombozi ambaye ni mwenye See the upendo. plan of his salvation? Unaona ratiba yake ya wokovu. Even in the calamity, Hata kwenye janga, even in the midst of a great earthquake, hata kwenye tetemeko kubwa, it brought only blessing. yeye tu ni mwenye mibaraka. That's why, my brothers and sisters, Ndiposa ndugu pamoja na dada, any earthquake, tetemeko lolote lile, any storm, tuwe na tufani yeyote lile, any flood, pawe na furiko lolote lile, which brings destruction and death to the people and animals, ambalo laleta uharibifu pamoja na kifo kwa watu na wanyama, we must know that is the work of Satan. lazima tugundue ya kwamba hiyo ni kazi yake ibilisi. But if God is allowing something, Lakini kama Mungu ameruhusu jambo, God doesn't allow anything to be destroyed or anybody to be killed. Mungu haruhusu yeyote aharibiwe ama yeyote apate kufa. But
If God wants to destroy someone, Lakini kama Mungu anataka muangamize mtu, He doesn't do it hidingly like Satan. yeye afanye akiwa kwenye faragha kama Ibilisi. What did God do in the days of Noah? Alifanya nini zama za Nuhu? He gave warning for 120 years. Aliwapa onyo miaka 120. Then only God brought the flood. Na Mungu basi akaleta mafuriko. Since people did not obey, Maana watu ni wenye kukataa kutii, they perished. walipata kuangamizwa. That's why God is giving each one of us the warning. Ndiposa Mungu anatupa kila mmoja wetu onyo. This is what Satan is going to do in this ending of the end time. Ibilisi atasababisha haya nyakati za mwisho wa mwisho. Because most of the Christians are also thinking, Maana Wakristo kwa wingi wanafikiri haya. oh, that storm or earthquake or flood or something like corona, it is the work of God and Jesus Christ, they're thinking. Wanafikiri ya kwamba lile furiko ama tuseme tetemeko la nchi ama virusi vya korona ni kazi ya Ibilisi ya Yesu. Wao wanafikiri hivyo. But Jesus is so loving. Lakini Yesu ni mwenye upendo. He will help us. Atapata kutusaidia. What we have to do as God's people? Ambacho twastahili kufanya kama watu wa Mungu. Follow the Bible. Tufuate Biblia. Follow the 10 commandments. Fuata amri 10. Trust in Jesus. Mwamini Yesu. And pray to Him even in the midst of the worst earthquake or a worst storm. Na upate kuwa mwenye maombi hata pawe na tetemeko baya au pawe na tufani ambayo ni kali. Because God can stop any calamity. Mungu anaweza zuia janga lolote. God will not stop the calamity. Mungu hata komesha janga. He will permit God's people to go through the calamity. Ataruhusu watu wake wapite kwenye janga. In that calamity, Na kwenye hilo janga, God will protect them like Job. Mungu atawakinga sawa na Ayubu. Then He will use them for His glory and honor later. Na baadaye atapata kuwatumia kwa ajili ya heshima na utukufu wake. Job received double blessing. Ayubu ni mwenye kupokea mibaraka marudufu. My brother and my sister, Ndugu yangu pamoja na dadangu, what is that calamity you are going through individually or as a family? unapitia mateso gani kama mtu binafsi ama familia? What is that spiritual storm you are going through? Tufani ipi katika roho yako? What is that spiritual earthquake you and your family going through? Ni mtetemeko upi ulio katika familia yenu? Jesus can protect you. Yesu ana uweza wa kukukinga. Jesus can bless you. Yesu atakubariki. Jesus can take care of you. Yesu yu tayari kukulinda wewe. My father worked for the Lord over 40 years as a pastor in India. Babangu akawa ni mchungaji zaidi ya miaka 40 pale bara la India. And he slept in the Lord about 10 years ago. Na alipata kulala katika Bwana miaka 10 iliyopita. And he's waiting for the resurrection day. Na ni mwenye kusubiria siku ya kufufuka. But we know dead know not anything. Na tunajua waliokufa hawajui lolote. But my father told when he was young. Na babangu alininenea nilipokuwa mdogo. And he went for evangelism in the night time. Na yeye ni mwenye kuhubiri nyakati za usiku. It was now winter time like this. Ulikuwa ni wakati wa baridi sawa na sasa hivi. Like this time, December first week, second week. Kama mwezi wa Desemba juma la kwanza na la pili. The paddy crop, what we call rice. Na kile ambacho sisi tuwaita mchele. Is just grown up and ripened. Na mchele umezidi kuwa na sasa hivi wazidi kukua mbivu. Almost ready for harvesting. Ili tayari kwa ajili ya mavuno. But that is the time pastors are given the privilege to conduct evangelism in the villages. Basi huo ndio wakati wachungaji wanapatiwa fursa kwa ajili ya uinjilisti pale kwenye vijiji. My father went. Basi babangu akaondoka. And so those days no electricity in the villages. Zama zile hapakuwa na stima pale kwenye vijiji. He had one big light. Na yeye ni mwenye taa kubwa. And which works with the kerosene. Ambayo unaweka mafuta. And that's what they call those days Petromax light. Basi huo ndio wakati ambao wanaita ile taa ya mkebe. He had only one cycle. Na yeye alikuwa na baiskeli moja. And he was riding the bicycle. Na yeye ni mwenye kuendesha baiskeli with one hand. akitumia mkono mmoja. He was holding that
light in another hand. na yeye ni mwenye kubeba taa akitumia mkono mwingine, He went and conducted the meeting. na yeye ni mwenye kwenda na kufanya kuhubiri. Those villagers were so happy to listen to the messages. Na wanakijiji walikuwa wenye furaha maana wamepata ujumbe. And the meeting was over. Na mkutano ukatamatika. It was midnight. Na ikawa ni usiku wa manane. He was coming again home. Na yeye yuarudi nyumbani With the same light in one hand. akiwa na taa kwenye mkono mmoja. When he was coming closer, Na alipokuwa yuatukaribia, there was somebody at the roadside palikuwa na mtu kwenye barabara making a fire ambaye alikuwa yuaoka moto. and warming himself near the fire. Na yeye ni mwenye kujipatia joto kupitia kwa moto. Because December is winter and cold in India also. Maana pale bara la India mwezi wa Disemba pana baridi. As my father's bicycle was coming closer and closer, Na baiskeli ya babangu ilipokuwa inamkaribia na karibu, and the fire started becoming bigger and bigger and taller, the fire. na moto ndio huo sasa ukazidi kuwaka na kuangaza zaidi na zaidi. My father was thinking, what is this fire is becoming big? Na baba ni mwenye kujiuliza, mbona moto uzidi kuwa mkubwa? And within 1 minute, while the bike, still he was riding the bicycle, Na bado yuendesha baiskeli, and that fire, the flames of the fire shot up something like 20 feet high. na miale ya moto ikapata kupaa tuseme futi 22 urefu. Even if you put so much firewood or so much dry leaves or dry grass, you cannot make 20 feet high flames. Hata uweke nyasi na makuni na vitu vingine, hauwezi kuwa na moto ambao ni futi 20 kwenda juu. My father knew immediately. Babangu akajua pale pale, This is the work of Satan. hii ni kazi yake Ibilisi. And he stopped his cycle right at the fire. Na yeye pale kwenye moto akasimamisha baiskeli And he rebuked the Satan na akapata kumkemea Ibilisi in the name of Jesus. katika jina lake Yesu. Immediately, Pindi tu pale as you stop the switch and the light goes off, na ule miale ya moto ikapata kuzima, that almost like 20 feet high flames, ambayo ni moto ambao ni futi 20, they stopped and they disappeared. na huo moto basi ukapata kupotea. And being the servant of God as a pastor, Na yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mchungaji, and he prayed. na alifanya kuomba. Again he started his bicycle, Na pia akaanza kuendesha baiskeli, came home safely. na akafika nyumbani akiwa salmini. Satan could not do anything. Na Ibilisi hakumfanyia lolote. And my brothers and sisters, Ndugu pamoja na dada, Satan can try to shake your faith Ibilisi anaweza kutikisa imani yako by using some earthquake, some storm, and some sickness and some other calamity. akitumia matetemeko, magonjwa katika maisha yako, akitumia janga katika maisha yako. Don't be frightened. Usiwe ni mwenye kuhofu. Jesus is the Lord of the entire universe. Yesu ndiye Bwana wa ulimwengu, He has all the power. ana nguvu zote. Don't be shaken. Usiwe ni mwenye kuhofu. Be strong like Job. Hebu uwe mkakababu sawa na Ayubu. Jesus will help you. Yesu ni mwenye kukusaidia. Jesus will protect you. Yesu ni mwenye kukukinga. Jesus will take care of you. Yesu ni mwenye kukulinda. Whatever that challenge you are going through in your life, Haijalishi changamoto ulizo nazo katika whatever the maisha, pain and suffering you are going haijalishi through, machungu na fedhea ambazo unapitia, call upon Jesus, our loving Savior. hebu liite jina lake Yesu ambaye ni mkombozi wetu mwenye He says, upendo. my son, Anasema, mwana wangu, my daughter, binti yangu, I'm here with you. mimi niko hapa pamoja na Because wewe. one of the titles of Jesus is Basi Emmanuel, jina lingine la Yesu ni Immanueli. which means Jesus is with us. Ina maana ya kwamba Yesu yu pamoja na He sisi. is right next to you. You may Yeye- not, we cannot see him. Yeye yuko karibu pamoja na wewe hata kama umuoni. He will hold you with his righteous and loving hands. Atakushika na mkono wake wa kuume na wa upendo. Satan and all the fallen angels cannot do anything to you. Ibilisi pamoja na malaika wote walioanguka hawawezi kukudhuru wewe. If you want that Jesus tonight, Kama unamhitaji huyo Yesu usiku wa if leo, you want that protection in this time of crisis, kama unahitaji hiyo kinga nyakati hizi za migogoro, whether it is earthquake, iwe ni tetemeko, whether it is storm, iwe ni tufani, whether it is flood, iwe ni mafuriko, whether it is war, iwe ni vita, whether it is coronavirus, iwe ni virusi vya korona, we have nothing to worry. hauna jambo la kuhofia. Jesus will take care of us. Yesu atatulinda. If Jesus permits any one of us to die, Ikiwa
Yesu atamruhusu yeyote baina yetu apate kukufa, What a glorious event. basi itakuwa ni tukio la Jesus utukufu. is coming sooner than what we are Yesu expecting. yuaje hivi karibuni pasi na matarajio. That person who slept in the Lord Aliyelala katika Bwana will resurrect with glorious body. atafufuka akiwa na mwili wenye utukufu. Do you want that blessing? Unahitaji hiyo mibaraka. If it is so, Basi kama ni hivyo, join with me. hebu jiunge pamoja na mimi Wherever you are, popote ulipo. even if you're online, Hata kama uko hewani, close your eyes and say, funga macho yako upate kunena. Lord Jesus, I want to be your daughter. Bwana Yesu, ningependa nipate kuwa binti yako. I want to live for you as your daughter to bring glory and honor to you. Ningependa niishi kwako wewe sawa na binti yako, nipate kukuletea utukufu. Lord, I want to be your son. Bwana, ningependa nipate kuwa mwana wako. I want to live as your son and bring glory and honor to you. Ningependa niishi kama mwana wako, nipate kukuletea utukufu. Lord, give me the power to overcome all of those bad habits and sin in my life. Bwana, nisaidie, unipe nguvu nipate kushinda uovu wote na dhambi katika maisha yangu. If you are not yet baptized, Basi kama bado hujapokea ubatizo, make a decision tonight fanya uamuzi usiku wa leo, so that you can be baptized this coming Sabbath, ili upate kupokea ubatizo sabato so that ijayo, you can become a member of God's ili family, upate kuwa mshirika katika familia yake Mungu, so that you can receive that love and protection and care from Jesus. ili upate upendo na kinga na ulinzi kutoka kwake Only Yesu. Jesus can care for you in the time of Ni Yesu crisis. tu mwenye kukulinda nyakati za migogoro. If that is your decision, Basi kama huo ndio uamuzi join wako, with me. I want to pray and conclude this message. hebu jiunge pamoja nami kusudi tupate kuomba na kutamatisha ujumbe. Loving Father, we want to thank you for your Son, Jesus Christ. Bwana Yesu, Bwana Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya mwana wako Yesu. Thank you for helping us to understand tonight. Asante kwa kutufanya tupate kuelewa jioni ya leo. Even in the midst of a severe earthquake, massive earthquake, or a great flood or storm, Lord, help us to believe in you. Pawe na tetemeko, pawe na tufani, pawe na mafuriko, Bwana tusaidie tupate kukuamini. Or whatever the challenges, whatever the suffering your children are going through in this sanctuary. Tupitie changamoto, tupitie mateso ambayo wana wako walio katika hekalu wanapitia, Or people who are watching online. na walio tutazama pale hewani. Lord, come into their lives Bwana, kuja katika maisha yao, so that they can receive your power. ili wapate kupokea nguvu zako. They can live as your sons and daughters to bring glory and honor to you in this ending of the end time. Waishi sawa na wana na binti zako, wakuletee heshima na utukufu katika nyakati za mwisho wa mwisho. Send us with your special blessing tonight. Tume na mibaraka yako ya kiroho jioni ya Bless leo. all the children who are here. Wabariki wote walio hapa. Bless all the young people who are here. Wabariki vijana walio Bless hapa. all the adults who are here. Wabariki watu wazima walio Bless all the hapa. senior citizens who are here. Wabariki wakongwe walio Bless all of hapa. those who are watching online. Wabariki wanaotutazama hewani. Help us to share this blessing and this message with others also. Tusaidie tushiriki hii mibaraka pamoja na wengine pia. Lord, let your name be glorified in our lives. Hebu na jina lako litukuzwe katika maisha yetu Bwana. I pray in Jesus' loving name. Nimeomba katika jina la Yesu lenye upendo. Amen. My brothers and sisters, Ndugu pamoja na dada, if you have time, kama una muda, come tomorrow for the Bible study at 1 to 2 time, lunch break time. uje kesho saa 7 hadi saa 8 wakati wa chamcha. We will continue to study tomorrow Revelation chapter 13, Tutaendelea kujifunza Ufunuo wa Yohana sura ni 13. verses 11 onwards. Fungu la 11 tukiteremka. This is what is America in Bible prophecy, USA in Bible prophecy. Basi bara la Marekani pamoja na unabii kwenye Biblia. I know it's not so convenient time, Najua si wakati shwari, but sacrifice something for God's glory so that you can learn and come closer to Jesus. kwa hivyo jinyime kwa ajili ya utukufu wa Mungu ili upate kusonga karibu na Yesu. But come back again tomorrow evening also. Na kesho jioni mpate kurudi. We are learning some important signs of the second coming which Jesus told us 2000 years ago in Matthew chapter 24. Tunajifunza Mathayo 24 matukio muhimu ambayo Yesu alipata kutunenia miaka 2000 iliyopita. And invite somebody and bring them also to the meeting tomorrow. Na alika mtu upate kumleta kwenye mkutano siku ya kesho. God will bless you. Mungu atawabariki. If any one of you have made a decision to take baptism this coming Sabbath, Kama kuna yote aliye na uamuzi wa kupokea ubatizo sabato ijayo, meet our pastor and our elders kutana na wachungaji pamoja na wazee wa and kanisa talk to them. na upate They kuwanenea will arrange for the baptism. na uwe tayari kwa ajili ya ubatizo. Thank you tonight. Asanti jioni ya leo. God be with you. Mungu awe pamoja nanyi. I will hand over the time to our elders to do the conclusion of this meeting. Ni wakati wa wazee wa kanisa kutamatisha mkutano. God bless you. Na Mungu awabariki.
continue to uphold me in your personal prayers. Zidi kuniinua katika maombi. Thank you. Asanti. Adventist men, muingie mbele muweze kutufungia. Nikiomba mzee wa kwanza aweze kuingia to give an announcement. Adventist men wanaingia. Kuna tangazo hapa kutoka kwa Nyanchwa Adventist Mission Hospital in collaboration na Medhill Hospital and Fertility Center Eldoret. They will be conducting doctors free consultation camp on 16 December 2022 from 8 a.m. to 3 p.m. Nyanchwa Adventist Mission Hospital with Medhill Hospital Eldoret will conduct a doctors free consultation camp on 16 December 2022 from 8 a.m. to 3 p.m. Zaidi mtapata kwa WhatsApp yetu saa hii ninatuma.